Jambo la tatu kubwa ambalo linakuja ndani ya neema, neema ikija kwenye maisha yako haikufungulii njia wewe. Nielewa vizuri, maana nataka nikuchanganye kidogo. Neema haiwezi kukufungulia njia, lakini neema inakufanya wewe kuwa njia. Oh my God. Neema haifunguagi njia juu ya mtu, haiwezi kukufungulia njia, lakini kazi ya neema inakufanya wewe kuwa njia. Hautanielewa. Biblia inatuambia kwamba Esther akapata kibali machoni pa Bwana. Ni hapa tumesoma. Esther akapata kibali machoni pa Bwana. Na alipopata hiki kibali machoni pa Bwana, Biblia kwa wazi inasema ya kwamba wakati ambapo walikuwa wanapita, mtu wa kwanza alipita, mfalme hakusimama. Mtu wa pili akapita, mfalme hakutikisika. Watatu, mfalme hakutikisika. Alipofika wanne, mfalme hakusimama. Lakini baada ya kufika mtu watano Esther, mfalme akasimama. Na wakati mfalme alisimama, alikuwa na mdomo wa kuzungumza. My God. Mfalme alikuwa na mdomo, na ndani ya mdomo wake mlikuwa mnajaa maneno. Mfalme alikuwa na askari angelizungumza kwa nafasi yake, lakini mfalme aliposimama, kitu cha kwanza akampenda, macho yake ikampenda Esther. Na baada ya kumpenda Esther, akachukua fimbo ya ufalme akainyoshea Esther. My God, my God. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Kutoka, wakati Musa anafika mbele ya bahari ya Shamu, Musa alikuwa na hofu pamoja na wana wa Israeli hapo kwenye bahari. Na Biblia inatuambia kwamba wakaanza kunungunika na kusema, Musa, kwa nini umetuleta hapa? Je, haukuona makaburi kule Misri? Mpaka tuje tuzikwe hapa Misri, mpaka tuje tuzikwe hapa ambapo watu ambapo hawatajua tulifia wapi. Lakini Musa akamwambia, msiogope, kazeni mwendo, tuelekee mbele, maana Bwana atatupigania nasi tutanyamaza kimya. Ilikuwa ni taarifa ambayo kwa wana wa Israeli kuipokea ilikuwa ni ngumu, na ilikuwa ni ujumbe mchungu sana kwa wana wa Israeli. Lakini Biblia inatuambia kwamba Musa alipofika mbele ya bahari ya Shamu, akanyosha fimbo. Ile alama ya kunyosha fimbo ilikuwa ni kuikata njia katika bahari ya Shamu. Ilikuwa ni kuweka njia kwenye bahari. Sasa mfalme alikuwa na mamlaka kuzungumza na kusema kwamba wewe ni mke wangu, nimekuchagua. Lakini akaona sitaongea, akamnyoshea fimbo. Tafsiri ni kwamba